Kitu ya kwanza, sisi tuko hapa kama family ya AFC Leopards Wanaingwe. Tumekuja kupiga kura kuja kuwa viongozi ambao wataendesha klabu kuanzia sasa for the next 4 years. Na vile mmeona leo uchaguzi unaendelea, turnout is good, na watu wako na imani na wako na passion ya kupiga kura kuja kuwa viongozi. This just shows the enthusiasm that we have for the team, that all of us love AFC Leopards and we want the team to rise and go back to the old status that we had before in the 80s, 90s. That's what we want to look at. The new leadership, as we are here, it just shows the kind of support they are going to have from the AFC fans and the family. Because, as you know, in the Kenyan football, if there's no AFC Leopards or Luhyia, then the league will not even be there. Because these are the teams that actually drive our football. And the base of selection, even of players, if you look at the national team composition, is AFC Leopards and Luhyia, and other teams will just top up. But the enthusiasm we are seeing today, the peace and the passion, it just shows Mlembe Nation. People who talk about Luhyia as not being united, you can see today here that it is about our unifying factor, and AFC Leopards is a big name in Africa, not just in Kenya. It's a big name in Africa. When you see big players like JJ Masika who are here, who played for the club long time ago, Peter Uma, the chairman himself, these are big names in this country and in the continent of Africa. And this election, I think, is just a defining moment for us now to set the pace, how we are going to reconstitute the team, how we are going to improve the team, how we are going to bring great honor to this club going forward. Yeah. And this is a big thing for us as Mlembe Nation. The chairman and the entire team, they must be ready to work for the team, for the club, and please embrace even though your competitors who are running with you. And we expect you to take the club to the next level, not penye the current team has left, so that we go to the next level. We want to see AFC Leopards now winning the Premier League and playing in the continental matches. And that's what we are looking at. We are hoping that AFC Leopards will now start playing in the big leagues, in the Champions League, like the previous years. So I'm very sure that as we are here to offer support, and the support is there, and it's upon the leadership now to take this to the next level. Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru jamii ya Mlembe Kenya mzima. Umeona vile siku ya leo kama mashabiki wakuu wa timu yetu ya AFC Leopards tumejitokeza, na si Nairobi peke yake, ni Kenya mzima. Na nataka kushukuru aliyekuwa chairman wa AFC Leopards Dr. Rishkanda kwa effort ambaye amejenga timu mahali imefika, wakiwa na patron wetu Bwana Mteshi. Wamejaribu sana kufika mahali tumefika, na leo unaona ni uchaguzi wa AFC Leopards, na mashabiki wale ambao ni members wamejitokeza kwa wingi kupiga kura kuona tumepata viongozi wapya wa AFC Leopards, wakuwe viongozi ambao watainua klabu yetu kwa kuelekea mbele. Na vile mheshimiwa timu amesema, tusahau baada ya uchaguzi yale yamekuwako, tujenge timu, kwa sababu sisi wote ni AFC Leopards na hakuna mtu ambaye atabaki nyuma kwa mambo ya timu yetu. Na kuna wale legends ambao walicheza timu pia wahusishwe katika mipango ya hii timu yetu. Hii timu yetu ni kubwa zaidi katika Kenya na East Africa na Africa. Ingekuwa ni jambo kubwa sana mwaka ujao ligi kianza tuwe na matokeo mazuri. Na mimi ningeomba FKF kuna kitu ambayo inafaa izingatie, mambo ya referees na mambo ya betting pia inachangia sana mambo ya football yetu na vilabu kuweza kuendelesha game zao. So kwa leo sisi kama jamii ya Mlembe
tumekuja pamoja na mnaona vile tuko, hatuna huyu ni huyu, huyu ni hapa, vile mnapenda kutugawanyisha kama watu wa media usema huyu ni wa huku, huyu ni wa huku. Sisi ni Waluhya na tutabaki kuwa Waluhya. Tutaki mtugawanyishe kwa jamii yetu. Huyu ametoka Vihiga, huyu ametoka Kakamega, ule ametoka Kakamega, ule kwa Uganda ni Mluhya na tutabaki kuwa Waluhya. Hiyo ndio lazima mtuweke pamoja. Msitugawanyishe kwa misingi za subclans zetu za nyumbani. Sisi ni Waluhya na tutabaki kuwa Waluhya. Wale wachaguliwa leo kwa waendeleshe timu yetu na wasisahau waliokuwa pia hapo kama Shikanda kupata mawaidha kuendelesha timu. Tunataka timu ipate kikombe ya FKF na pia waende katika Afrika waakilishe nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sisi kama Mlembe za kurudia kusema mtu asituchezee mambo ya Waluhya. Waluhya wachoe pange mambo yao kuanzia kwa klabu yetu na mambo ya taifa. Hii timu ni timu yetu kubwa, na unajua wakati tuna support na mheshimiwa timu, hatu support kwa sababu ya siasa, ingaji siasa tunapenda kuweka nje ya mambo ya hii timu, kwa sababu tumeona tumekuja kuvote kama members wa hii timu, kwa sababu tunapenda hii timu. Ni timu ya jamii, tumeipata na tutaiacha. Kwa hivyo nataka kuomba wale viongozi wengine wote kutoka kule juu mpaka chini, hata ma MCS, MPs wale ni Waluhya, wa support timu yetu, tuone kwamba ina pesa kutosha kuendelesha mambo yao. Kwa hivyo leo nataka kuomba tu wale viongozi wengine to join hands together, tusukume hii timu mbele. Swali mzuri umeuliza, na nimetaka kusema hapo nyuma, nyinyi media ndio mnapenda kutugawanyisha kwa jamii ya msingi ya sub tribe zetu. Sisi tumekuja hapa kama Waluhya. Hakuna mtu ameuliza mwingine unatoka wapi hapa. Tuko na numbers za kuwa president katika Kenya, tuko na numbers za kushinda viti hata Nairobi, tuko na area zetu zile tuna wingi wa Waluhya wetu. Waluhya wako na unity. Nairobi tuko na viongozi Waluhya zaidi ya 5. Kwa hivyo inaonyesha unity yetu iko. So mimi ningeliomba tu hiyo unity yetu itakuwa kwa 2027 na watu wataiona. Tungoje baada ya uchaguzi, uchaguzi kiendelea tutajua vile tutapanga. But leo sio siku ya siasa, leo mniallow tuongee mambo mpira. Asante. Thank you, and first and foremost I will thank the biggest part of AFC Leopards, the legends who are here. I'll thank our leadership led by Honorable Tim Wanyonyi, my brother here, George Aladwa. Now, this is what I'll say. Kutengeneza team, it's not an event, it's a process. Now, I think as AFC Leopards, we have gone through that process. Na team sasa mimi naweza sema imeiva, iko hapo juu. Ndio sababu unaona watu wote wamejitokeza kukuja ku make sure they make a decision who takes over and leads this club. So Gala Night was part and parcel of what we used to try and make sure that we attract and make sure that people recognize the little steps that are being made. If you want to go to America, you'll start with the first step. Rome was not built in a day. I remember the first time we said we are doing the gala, people were ni Shikanda nataka kutengeneza pesa. Now we are doing it for the second time. The gala was just to try and tell the players that we have, thank you, but you can do much better. And as the outgoing chairman, I can tell the Luhyia fraternity, we are our own enemies. I've been here for 6 years. Gor Mahia is not our problem. Our problem is within. Yeah, we've been tearing ourselves and expecting good results on the pitch. I hope the team taking over will work as a team. It's been very difficult, especially in the last in the last term, working as a team, because you are torn left, right, and center, and at the end of the day, you have like 8 centers of power, and you cannot make sound decisions for the team. So today, I'm happy. Fans have come out. I will criticize my brother a bit. FC is for everyone, all the tribes, yeah. And we are here because we have attracted these crowds because we've been playing the best football. And we've been having a carnival mood on the pitch when we are playing. And that's why the numbers have soared up, yeah. The numbers cannot just increase by accident. FC has been there before. During JJ's times, Okumu, Madegwa, Pitouma, yeah, cups were coming and the numbers were there. For the last 27 years, we have not won any cup. And I'm happy with our leadership. Once they start coming, that question is not for the chairman, yeah, in office. If we leave FC for him,
I can tell you we'll go another 50 years without any trophy. But if we all come together, I'll give an example as I close. When Gor Mahia goes to Mombasa, it is not Rachel's problem. I can tell you the governors there, the ODM governors are involved. When Gor Mahia goes to Kisumu, a lot of people are involved. When Gor Mahia goes anywhere. But when AFC is leaving Nairobi to go outside, it is the chairman and his neck. And it's been very tough for us. And I'm happy the team is now getting back to where it was. And I'm leaving a vibrant team. A team that is the only team that can fill Nyayo National Stadium, can fill Machakos, can fill Dandora, and can fill any stadium in this country. We'll even have a better stadium in Talanta Sports Center. It's a 60,000 seater. Can we have a team that can fill that stadium? And that should be our goal. Last but not least, with this support, I am sure the next office and the sponsorships we are leaving behind, we are talking with Betika. We are somewhere almost through to renewing the contract. It's expiring in August. So I think by the time you're coming for the gala night, we shall be in a position to announce to our members that Betika has renewed the contract. That's a vital foundation to leverage on and make sure we go to the next level. And now, with through Honorable Tim Wanyonyi, I'm sure we shall get all our leaders into supporting AFC Leopards, and we move to the next level. Thank you, and I told my fans, bye-bye. It's been great, you guys supporting me. Those 6 years have been great. I'm happy for the support, and I'm happy for the criticism. Wow. I'm living a better than Shikanda going forward. Thank you. The best way to celebrate the achievement of the club and also appreciate our players. You know, the biggest component of this team is the playing unit. So if we have a strong team, that playing unit, the fans will come. Our support will come because the team is playing well. Our support will come because we know our players. And when we appreciate them, they'll give it more. And I also want to encourage the incoming team. Please go out there and look for players, not just in Nairobi. Go to the mashinane, huko chini. Enda nyumbani. Enda, that's where there's raw talent. And we can get those players, nurture them and build them and have a strong team. We can see even in athletics, those young men and women who are giving a Kenya pride all over the world, they are people from the villages. They are unknown. So if we go there, we can discover. We have seen school games, big players, teams like that you have never heard of. They come up with very good players. So if the team can go out there and recruit, those scouts can go and get players from outside, I'm very sure the team will be stronger and will be bigger. And when we appreciate our players, when we celebrate our heroes, then the team will be much stronger.